Kuambia tu kwamba but let me tell you, usiwe na shabaha do not have a purpose ya kupata faida of finding benefit kwa ajili ya uzima wa maisha yako kwa kimwili for the eternal life of your flesh mbele za Mungu. in front of God. Yaani usikuje mbele za Mungu Do not come in front of God kwa shabaha for the reason ya kupata faida ya mwili. of wanting to benefit. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kuna wengi kwa siku hizi, There's a lot of people during these days. acha tuende haraka ili tumalize. We go quickly so we can finish. Wanakuja kwa ajili ya kuona kwamba They come so they can see that wana matatizo mengi ndani ya familia they have a lot of problems in their na family, wanahitaji Mungu awatendee. and they want God to do a miracle for them. Wakisikia mtumishi ataombea watu, If they hear a servant of God will pray for watakuja kanisani ili wabarikiwe. you, they'll come to church so they can be blessed. Kuna watu wanakuja kwa ajili There are other people that come for, wanaona siku zinaenda, siku walozi wako na watu sana. they saw that the days are passing by. Acha nile kumaombi na ndema niombee nisikufe. Huruma kubwa. Bwana Yesu atuhurumie sana. Huruma kubwa. Shabaha yako mbele za Mungu ni nini? What is your reason in front of God? Usikuje hapa Do not come here ukitamani wanting, desiring upate baraka. to receive blessings. Maana Biblia inatushuhudia kusema ya kwamba The Bible testifies that hapa chini ya jua here on earth tutapata mara 100. to receive a Hii million. haijakuwa ufalme wa Mungu. But that's not. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Na Biblia ikashuhudia ikasema tena, And the Bible also says that sio wote it's not all wamuitao that call him Bwana Lord watakaoingia katika ufalme wa Mungu, will enter the kingdom of God. bali ni wale wafanyao mapenzi ya Mungu Baba. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Siku ya leo So today, nilikuja tu na neno kidogo, I came here with a short word. ni kukuuliza uko na shabaha gani? Just ask you, what purpose